Amekung'ata wapi? Kwenye mkono. Oh my God. Your husband is a zombie. Kwa nini Mungu ananitupa mimi? Amekung'ata mpaka amekutoa nyama. I'm not fair. Mapigo yako baba we yamenichosha, nimevumilia yamenishinda, navumilia ila ipo siku mambo yote haya yatakwisha, navumilia kwamba ipo siku yote haya yatajaisha. Manyanyaso kila kukicha, nateseka, unanongwa, 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 yani visa tu unanongwa. Yeah, kuishi na wewe ataka moyo, tabia yako mbaya unanongwa. Mtaani songo mbingo waziishi, kila siku tachonganishwa tusijepatana. Uko bize visichana mtaani, wala hujali hali yangu. Nongwa, 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 nongwa. Amekwambia nini? Nikwambia nini? Wewe umemwambia nini mke wangu? Nisikilize kwa makini. Mimi nina akili zangu timamu. Mimi sio bwege. Sawa? Nimekuja mara ya mwisho. Nataka pesa zangu. Au niseme? Useme nini? Niseme? Useme nini? Wewe bwana, nisikilize. Hii nyumba sio ya baba yako, wala sio mama yako. Hii nyumba ni ya kitunguu maji. Zejene. Tabia unaifanya wewe sio tabia mzuri. Wewe kuwa makini sana. Sawa? Sasa hivi magonjwa ni mengi. Da. Wangu unachekesha. Wangu unachekesha kweli. Sasa nini? Niulize kwanza swali. Kinachowachekesha hapa kitu gani? Sasa mimi sinawasimulia. Kumbe nikijua nisingekuja kuwasimulia, si ndio? Subiri ngombe kitu kimoja brother. Wewe kutongoza ujui. Una swaga kabisa wewe. Yaani kuna maneno kumtolea mwanamke mwenye anakubali, anaingia kwenye mstari. Ila kutongoza ujui hamna kitu kichwani humo. Wewe ubishi tu umekuja. Kwa staili hiyo huwezi kupata demu. Hem, tuelekeze kwanza ulikuwa unatongozaje bwana? Yaani mimi yule bwana wewe nilivyokuwa namtongoza. Kiukweli kulikuwa kuna hata haja ya kukataa. Nimwambie naomba nisikilize Nuru bwana, mimi nakupenda, nahitaji mke wangu, nitakuoa, nitakuja kukutolea kwenye barua. Yaani vipengele kama hivyo, sawa? Na nilimwambiaje? Mimi nina sasampa. Mbwa afeje? Mbwa aruki. Una clip mangu kweli blast? Hii mwanamke kaje mwambie na sasampa tu ndio imekanika hivyo kweli? Upo serious? Mbona ongea kama mwendo wazimu blast? Kwa nini asiniamini sana? Yaani wewe huji kupata demu miaka 100. Tafuta swaga blaza. Wewe mtu mzima wewe. Mimi nakwambiaje kwa staili hiyo huji kupata demu. Huu mtaa wote huu tembea uagaragaza huji kupata demu kwa staili hata siku moja. Utakufa siku sio zako. Alafu ni bado mtoto mdogo sana kwenye haya maisha. Sasa hivi nikija hapa sitaki maneno wala kitu chochote. Nataka pesa yangu. Siji tena. Uniseme. Niseme? Mbona unafuatilia maisha yangu sana wewe mzee? Shida ni nini?
Bila kufuatilia maisha yako. Kufuatilia maisha yako. Basi, yameisha. Wow, tamu. Ina sukari. Haya, nataka pesa. Kuwa makini. Utakufa siku sio zako. Huyu mzee kama sio mchawi huyu, basi atakuwa mwanga huyu. Ndio maana Mungu amempa ulemavu huyu. Yaani mimi namchukia huyu, kunidai kwa kila, basi ndio alikuwa ananipelekesha kila kitu. Iko siku atakuja kugombanisha ndoa. Wewe vipi? Mbona kama hivi? Mbona niangalia jicho la lombaya? Unataka kuniua? Mbona niangalia jicho baya? Usiniangalie toka. Usiniangalie jicho kama hilo mimi wewe. Yaani unamwangaliaje mume wako jicho la kipumbavu la kizandiki kama hilo? Pumbavu nini wewe? Endelea na kazi yako ya kushona. Unaniangalia jicho baya hivyo kama mimi ndo nimekuuia mzazi wako kaburini huko. Usiniangalie tena hivyo mimi. Sema nini? Kesho njoo pale gengeni kwangu nikuelekeze jinsi ya kutongoza demu. Mimi nakwambia. Story. Sawa. Lakini bwana wewe, mbona wewe mwenyewe unakaza kunicheka mimi? Yaani unamcheka nyani na mke mrefu wakati mwenyewe mke wako hajajiangalia. Demu wako tangu ulivyoanza kusema wiki ijayo anafika, anakupanga kila siku, yani wiki ijayo. Saizi inaenda miezi 2. Kashaolewa yule, ni mke wa mtu. Sasa mambo haya ya kuhusu. Tulikuwa naongea habari zako za kwangu mimi hazikuhusu. Kwa demu wangu inahusiana wapi? Sasa nyie msichekane kwa sababu nyie wote mnafanana. Sasa msitaki kunitibua. Kwa sababu wewe toka umeanza kutuambia demu wako anarudi. Wiki la kwanza limekata. Wiki ijayo, wiki la pili limekata. Hivyo kila siku. Demu wako achaolewa. Una uhakika? Ndio. Sasa msinichanganye nyie mbwa nini? Kashaolewa. Una lolote. Sikia sasa. Wewe mwenyewe yaani njoo nikufundishe. Usipokuja nikakufundisha mwanangu huwezi kupata demu. Sawa? Tulia wewe. Sio nitulie, hujui kutongoza. Mwenzenu mimi mbona mademu wanakuja tu wenyewe. Wakiniona tu HB wanashoboka tu. Sasa shoga yangu, yani kuna kitu nataka nikwambie. Yani juzi nimepita pale kwa ule bibie Sabrina. Yani anateseka vibaya, dada anapigika yule. Yani anapigika yule dada yule jamani. Yani mpaka najiuliza hivi ndoa ile jamani kumbe ndoa ndo zipo hivyo jamani. Yani kwanza ule mwanaume alivyokuwa mweusi na akimchanganyia na ngumi zake. Kwanza hapo ninavopita hivi nimefika hata sijapiga 3 nimesikia ngumi ta. Nikasema yai ilishavurugika. Yani nimesikia yule dada anavyosema nikasema tumbo limeshaharibika. Yani pale nahisi kile kijusi kile na kile hakijakamilika. Hamna tumbo tena pale shoga yangu. Kwa hiyo ndio hivyo. Sabrina usikuti ile ndo aliforce. Maana nilikutana na Janet kaniambia anabondwa yule wewe. Anapitia magumu, unaambiwa wanadaiwa kodi tena hapo kwenye kodi jamani. Na yule mwenye nyumba wao alivyokuwa mfupi na kile kitambi. Wale wote wabaya wako hawawezi kukuona kwa namna yoyote ile. Wenye roho ngumu, wenye chuki, wenye macho ya husuda, wale wenzetu wanaopenda kupapa wala hawatii mkono hapo. Kwa hiyo faida yake ni kubwa. Na pia nawaza kama ningekuongezea ziongezeke tena siku nyingine hapa katikati. Endelee kuitumia. Usijali mama, usijali kabisa. Bado naendelea kuitumia. Sio kwamba nimeimaliza. Ndio. Basi haina shida. Kwa sababu hata siku zile zenyewe bado hazijatimia ulizoniambia. Mimi nashukuru sana kama imekusaidia. Na ndo lengo la kumuomba Mungu kupitia hizi dawa ili tuondokane na yale yote yanayotusibu. Kabisa mama. Na Mungu anapokuja kutujibu kama hivi ni jambo la heri. Basi usijali mama. Ngoja niisikilizie kwanza hii nitumie. Nikiona bado hali ipo vile vile au hali ikijirudi kama mwanzo, basi nitakwambia, nitakujuza. Ili kama nikunibadilishia dawa nyingine, unipe dawa nyingine ili nitumie. Isije kaja ikanipa shida.
siku ya kujifungua. Basi sawa. Jambo jema. Wacha tusubiri. Hakuna ubaya kwenye hilo. Mimi bwana, ngoja ni kuache mara moja hapa. Muda wenyewe huu unaona umeenda na mboga jioni sina. Fanya michakato ya mboga hapa sasa hizi. Baba anadai yule jamani na lile tumbo lake kama mfuko wa mavi. Kwanza juzi kati nikopo nimekaa ndani dirishani. Nikasanga simfumbanie kiembe. Nakwambia kampulizia mimoshi. Nikasema mama we, aibu mtaani. Na wewe nawe mbea. So mbea mama, nakwambia mimi nafikisha tu taarifa jamani. Maskini Sabrina, Mungu tu amsaidie jamani. Tusitukane mambo kabla tujavuka mto ujue na wewe. Mto gani bwana, mimi navuka na meli. Jamani. Yaani anavyoteseka yule dada jamani. Na hisi hata chakula hali. Mimi mwenzako hapo unavyoona hapa natoka hapa. Nataka nikale kisinia zangu restaurant. Na hapa kuna bodaboda wangu ananisubiria pale. Ndio namuwai. Wewe muache uendelee kupigika. Sikaita kandoa. Muache endelee kupigika. Mwenyewe sasa hivi. Inahitaji umakini. Ukikurupuka unakuwa na takataka. Hapo mjee sijui nichelewa nani? Ainuki mchele saa hizi hata iwe. Yaani hata kidogo sijui ndo kukaa sana. Sielewi. Labda mchele wa Mbeya ndio unanukiaga vizuri. Lakini huu wa Morogoro, hamna kitu. Sasa mwanangu mimi nakuja nikuone. Niwahi kurudi maana mida hii. Sijaandaa mboga ya jioni. Shida yangu nataka tu nijue hali yako unaendelea vipi. Na ile hali inakutea au bado unaisikia? Asante sana mamangu kwa kuja kunijulia hali. Kiukweli ile dawa inafanya kazi. Kwanza mtoto anacheza asubuhi hadi usiku anacheza. Paka mimi mwenyewe nina furaha na amani. Sio kama zamani. Sasa hivi anacheza cheza. Kikweli ile dawa imenisaidia sana mamaangu. Nisiseme tu uongo. Jambo la heri sana. Nafurahi sana kusikia hivyo. Ndio lengo. Tuombe Mungu ili atusikie. Yanayotusibu Mungu akayatoe na tukabaki kwa amani. Na si wewe tu, hii dawa imesaidia watu wengi sana. Wengi wenye changamoto kama ya kwako, wenye zaidi ya hizo. Alafu pia si dawa tu, ni kinga hiyo. Kinga moja nzuri sana. Sabrina. Kama ma. Za kwako. Zuri mambo. Poa. Umepata mimba na ujanja wako wote. Wewe acha tu ndugu yangu. Wajanja wamejua kuniweza. Ujanja wote ule upo mfukoni ndugu yangu. Na wamejua kuniweza. Niambie na baba mtoto. Kuna mkaka mmoja tu huko mtaani ndo amenichukua, ameniweka ndani mwenzangu ndo naishi naye. Sabrina wewe unakaa ndani sasa hivi? Mbona umenenepa sana hivyo mama? Shida yangu maisha tu na pambana, nafanya kazi. Acha kunidanganya hapa. Yaani unataka kuniambia kwamba wewe unajihudumia wewe mwenyewe? Kwamba hakuna nataka shemeje kaliko kuweka ndani labda au kana kukuhudumia? Kapo. Hata mimi nilikuwa na hali kama ya kwako. Na kwa bahati mbaya ilitoka. Umetoa mimba shoga yangu. Siwezi nikatoa mimba. Yaani kwa jinsi ninavyokujua wewe. Shuleni tumesoma wote. Leo wewe unataka kuniambia kwamba ulibeba mimba iliharibika, ilitoka yenyewe. Labda kama sikujui, labda kama wewe ni mgeni kwangu. Kama mama shule sio sasa hivi. Nimebadilika.
Basi vizuri kama umebadilika udugu wangu. Haya shoga yangu, naomba unipe namba yako, nikifika tu nyumbani nikucheki. Ngoja nikupe tu namba yako maana simu nimeiacha pale nyumbani. Na umechoka shoga yangu? Wewe acha tunailijua. Hapa. Sabrina mama K. Usijali, nikifika tu nyumbani nitakupigia. Usijali, muda wote napatikana. Umetoka wapi huko? Mihangaiko. Ya hapa na pale. Kwa nataka uniambie unaenda nyumbani? Naenda nyumbani. Basi sawa, baadaye utanipigia. Haya shoga yangu. Haya kipenzi. Mapigo yako baba we yamenichosha, nimevumilia yamenishinda, navumilia ila ipo siku. Ndio maana hili swala sijataka hata kwenda kumshirikisha mama, kwa sababu mambo mengine sio kumshirikisha mama. Kuna mambo mengine naweza nikamwambia na nikapata ushauri kutoka kwake, ila kuna vitu vingine siwezi nikamshirikisha. Ndio maana nikakuita wewe rafiki yangu, nipe ushauri. Kama kuna ushauri wote ambao utanipa kuhusu hilo, basi nitafanyia kazi. Naomba nisaidie kwa hilo rafiki yangu. Sina mtu mwingine wa kushirikisha mambo yangu kama ninavyokushirikisha wewe. Okay. Mimi sidhani kama kuna tatizo hapo. Na wala sidhani kama shemeji kuna kitu anakifanya ambacho baba mwenye nyumba anakijua wewe ukijui. Mimi nahisi tu yule mwenye nyumba aliongea tu ili kuwavuruga nyie na kuleta maugomvi ndani ya nyumba. Lakini sio kwamba kuna kitu anakijua au kuna siri ya shemeji anaijua. Na nahisi alifanya hivyo, labda alizani yeye akisema kwamba hayo maneno kwamba nitasema labda mtampa kodi yake kwa haraka. Lakini sidhani kama kuna kitu tofauti anakijua. Aliamua tu kuwachanganya. Hebu achana na hivyo vitu bwana, usifuatilie sana, sawa? Rafiki yangu, ukisikia ndoa, hii ni ndoa. Sijui umenielewa vizuri. Na siwezi kufanya mizaha. Sawa? Mume wangu namjua vizuri. Namjua kuliko hata wewe unapomjua. Wewe unamjua kinje, ila mimi namjua kiundani zaidi. Sijui umenielewa vizuri. Na ndio maana nikakuita unipe ushauri. Sijui umenielewa. Baba mwenye nyumba tangia aanze kuja siku hizi ngapi hizi, yaani zimekuwa tofauti na kipindi cha nyuma kwa upande wa mume wangu. Mume wangu amekuwa ni mtu mwenye wasiwasi kila anapomuona baba mwenye nyumba. Anakuwa analala kabisa hata mbele yangu. Yaani baba mwenye nyumba akifika tu hapa akidai tu hela yake ya kodi, mume wangu atakaposema sijui sina nini, anaanza kusema mara nitasema, mara niseme sijui. Yaani ni mtu ambaye anakuwa anampa sana wasiwasi mume wangu. Sasa mimi nahisi kuna kitu kinaendelea ambacho mimi sikijui ni kitu gani hicho.